Roho Mtakatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Niwakaribishe pia katika somo la leo. Nilishakusha kuwashukuru kwa namna ambavyo tumelitoa kwa ajili ya kambi. Mungu awabariki. Wapo ambao walikambika, si ulikambika rafiki? Nidhani umekambika. Wapo walikuwa wamekambika pale. Mungu awabariki. Amen. Na kwa kweli nimemtukuza Mungu, nikambi. Makambi yote niliyaona, lakini na mwaka huu nilikuwa la kipekee sana. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa sababu maana upekee umesababishwa na nini pamoja na Mungu wetu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe katika somo letu la leo linalosema namna ya kufanana na Mungu. Namna ya kufanana na Mungu. Tumekuja kukutana na Mungu ambaye anatukumbusha namna gani, anataka kutukumbusha leo namna gani tunapaswa kufanana na Mungu. Namna ya kufanana na Mungu. Tumekuja kukutana na Mungu sababu tunaamini Mungu yuko hapa. Maana Biblia imesema kwa wakusanyikapo wawili watatu kwa jina langu, mimi nipo pamoja gani nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumekuja kukutana na Mungu. Sasa tusikae mkao wa kiasara. Hatuwezi tukaa tumekuja kukutana na Mungu halafu tumekaa mikao ya kihasara. Tumekuja kukutana na Mungu anayeweza. Tumekuja kukutana na Mungu anayebadilisha. Tumekuja kukutana na Mungu ambaye anajali. Mungu ambaye anaandika nyaraka zake mbalimbali. Namna ya kufanana na Mungu. Na wazo hili nimepata kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza kabisa mstari wa 26 na 27. Bwana Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano wetu, kwa mfano wao Mungu akamuumba mwanadamu nani? Mwanaume na nani? Mwanaume na mwanamke akawaumba. Sasa mstari wa 27 anasemaje? Nani amesoma? Nani anasoma mstari wa 27? Mmoja asoma 27 Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kabisa. Sema. Mungu akaumba mtu kwa mfano. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Jambo la kwanza. Namna ya kufanana na Mungu. Na wazo linapatikana kitabu cha Mwanzo. Mungu akamuumba mwanadamu kwa mfano wake. Alafu kwa mfano wa Mungu na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na nani? Na mwanamke. 28. Mungu akawabarikia. Akawaambia zaeni mkaongezeke. Mkaijaze kasera. Nataka pamoja. Mkaijaze nchi. Na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa kasera wa angani. Alafu na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Na kila kiumbe kiendacho juu ya nchi. Naona yani ya kufanana na Mungu. Watu tunalipata katika uumbaji. Mungu mwenyewe anasema wamekaa kibaraza chao, wanashauriana, Baba, Mwana na Roho, wanasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa najiuliza binafsi, mimi hapa nilipo, maisha yangu, mwenendo wangu, nafanana na nani? Je, nafanana na muumbaji wangu ama nafanana na yule mzee wa uharibifu? Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa kufanywa
mfano wa Mungu ni kufanya kitu gani? Yaani Mungu anasema hivi, tufanye mtu kwa mfano wake. Wamekaa wasema wafanye mtu kwa mfano wake. Maana yake sasa, ili kufanywa kwa mfano wa Mungu, alikuwa anataka kuelekeza nini hapo? Liko somo zito ambalo leo tuliangalie, namna ya kufanana na Mungu. Kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ile ya 10 na ngapi? Fungu letu kuu 19 mstari wa 2 anasemaje? Mambo ya Walawi. Mwanzo kutoka Mambo ya Walawi. Anasema sema fungu la 2. Nena na mkutano wote wa wana wa Israeli. Nena, Mungu anamwambia, nena na mkutano wote wa Israeli. Anamwambia Musa, uwaambie hivi Musa, sikawaambia wana Israeli wote, mtakuwa watakatifu. Ninyi wana Israeli mtakuwa watakatifu. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hata angalia mafungu mengi, tunaangalia mafungu machache tu kwa muda huu. Wazo limeibuka kwamba tumeona katika kitabu cha Mwanzo Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Wazo la namna hiyo linapatikana katika kitabu hiki cha Mambo ya Walawi 19 mstari wa 2, ambapo anawaambia wana Israeli kwamba watakuwa watakatifu kama Mungu alivyokuwa mtakatifu. Kivipi? Adamu katika uumbaji alipoumbwa na Mungu alikuwa mtakatifu kama Mungu vile alivyokuwa mtakatifu. Lakini kwa sababu ya changamoto ya dhambi iliyoingia ulimwenguni, utakatifu kaonekana umeondoka, kwa sababu dhambi imeingia. Mwanadamu amekaribisha dhambi na tume mahusiano na Mungu yameharibika. Ndipo sasa Mungu anawaambia wana Israeli, sikiliza, kama unataka kuwa watakatifu, basi nichagueni mimi niwe Bwana wenu. Ameelewa sasa? Mtakuwa watakatifu kama mimi Bwana wenu. Maana yake tukimfanya Mungu kuwa Bwana wetu na Mwokozi wetu na kimbilio letu kwa maisha yetu, kwa matendo yetu, yadhihirishe kwa kweli huyu Mungu ni Bwana wetu. Kweli huyu Mungu wa kuongea kwetu kudhihirishe kweli huyu Mungu ni Bwana wetu. Ni kweli kwa kutembea kwetu kudhihirishe huyu Mungu ni Bwana wetu. Kwa kufanya hivyo, ninyi, sisi, mimi nitakuwa mtakatifu. Tutakuwa watakatifu. Na Israeli anaambiwa mtakuwa watakatifu kama mimi Bwana wenu nilivyokuwa. Hoja ya msingi hapa ni sisi. Je, huyu Bwana Mungu wa Israeli ni Bwana wetu? Yaani Mungu alikuwa anamwambia Musa, ikiwa wao watakatifu hawa wajaelewa kwanza wanichagua mimi niwe Bwana wao, kwenye maisha yao niwe Bwana wao, kwenye kuongea kwao niwe Bwana wao, kwenye matendo yao niwe Bwana wao, wanapotembea amri 10 zionekane kwao, upendo udhihirike kwao, utakatifu udhihirike kwao, maana maisha yao yatakuwa yamebadilishwa, maana mimi nitakuwa Bwana wao. Tujiulize kwetu sisi leo, sisi tu mfano wa nani? Wanaisraeli waliambiwa mtakuwa watakatifu. Je, sisi Bwana wetu ni nani? Maana Wanaisraeli waliambia Bwana wenu. Maana yake huyu Bwana amefanyika kuwa wa kwao, si kwa maneno, bali anatakiwa kuwa katika vitendo, kule kuongea. Ukiendelea kusoma mstari pale chini anaeleza namna gani amrishe sheria za timu za Mungu ambazo zielekeza namna gani kuwa watakatifu ni kuacha dhambi, ni kuacha uovu wa kila namna. Hao wanaoacha dhambi na uovu wa kila namna, ndio Mungu anasema hao ndio wenye haki, hao ndio watakuwa watakatifu. Maana dhambi, uchafu hautakuwepo. Maana kwa mtakatifu maana yake ni kutakasika, ni kuondoka kwenye yale machafu ya dhambi ya zamani, na hata ambapo nafikiria kwenye kichwa yaondoshwe na Roho Mtakatifu, ili Mungu akafanyike ndani ya moyo wako, akutie nguvu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi kinza, kuna vitu vichache hapo watu tumsemesha kwa muda mrefu sana leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuangalie namna iliyo bora ya kuwa mfano wa Mungu. Namna gani iliyo bora? Kama tunaangalia hapo, tujue maana ya kufanana na Mungu ni nini. Maana tuangalia kufanana na Mungu sawa. Maana yake nini? Kitabu cha Yohana 14:9. Yuko mmoja ambaye anamfunua. Huyu nani? Huyu Baba. Sikia anasema hivi.
Kufanana na Mungu huanza kwa kuelewa tabia yake. Hatuwezi kusema tumeamua kufanana na Mungu wakati tabia yake huyo ambaye tunafanana naye hatuijui. Hatuwezi kusema tunafanana na Mungu wakati utakatifu wa Mungu ni mtakatifu, wakati utakatifu wake hujui. Kigezo cha kwanza namna ya kuwa mtakatifu ni kumfahamu huyo, na hivyo hatuwezi kufanana na mtu asiyemjua. Kupitia Yesu Kristo ndiye kielelezo kamili cha tabia ya Mungu katika ulimwengu huu. Yes. Kwa kupitia maisha ya Kristo, kama ilivyoelezwa katika vitabu vya Biblia, nisi alivyoishi ndivyo huyo mtakatifu anayetafuta utakatifu anapaswa kuwa. Maisha yangu nijiulize mimi binafsi, ujiulize wewe binafsi, kila mmoja popote alipo ajiulize maisha yake yakoje mbele za Mungu. Je, umefanana na Mungu ama umefanana na ule mwovu wa tabia zako, kwa mwenendo wako, kwa kuongea kwako, kwa kuvaa kwako? Unaonekana kama mtu fulani hivi ama unaonekana kama mtu wa maana wa Kristo? Sikia. Sorry, fungu letu sasa. Yohana 14:9. 9 anasema, Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Yaani mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue. Kwa sababu gani? Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje? Bwana nionyeshe Baba. Bwana Yesu asifiwe. Ninakasia fungu wangu. Anayemfunua Baba, anayefunua tabia ya uungu, aliyeonyesha tabia ya kiungu kwamba Mungu yuko namna gani, ni Kristo. Kupitia namna aliyojitoa na kuja kwa ajili ya kutufia wanadamu, alikuwa radhi kufa. Anadhihirisha upendo wa Kristo, anadhihirisha haki ya Mungu, anadhihirisha utakatifu wa Mungu. Aliishi duniani pasi ya kutenda dhambi, anaonyesha haki na utakatifu na upendo wa Mungu. Huyo mtu anataka kuwa mtakatifu, haya mambo makubwa matatu anapaswa kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nijiulize na kuuliza rafiki yako, unatafuta utakatifu wa Mungu ama unatafuta mambo yako? Leo unatafuta utakatifu, unatafuta mambo yako. Wanaenda kutafuta mambo yao, nasikia anakuja kwa Mungu anamwambia, Baba, nimekuja nina shida. Wanafunzi wanasema nina shida, nataka msaidie kwa masomo. Hapo muda huo mjipanga na kuingia na mti. Mungu na shida kwa kazi yangu, nataka msaidie nipandishe daraja. Muda huo unaiba zaka na sadaka. Nimeshaelewa mfano wangu ule. Na Mungu anasema wanaotafuta utakatifu watakwenda kwenye haki, wakiongozwa na upendo, na utakatifu utakuwa juu yao. Sijasikia mtu akisema amina. Sikia, soma kitu kingine hapa. Soma kitu kingine hapa, kitabu kile cha Warumi. Warumi mstari wa 12. Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2 anasema, tuangalie hatua za kivitendo za kufanana na Mungu. Na hatua zipi za kivitendo za kufanana na Mungu? Maana hatuwezi kufanana na Mungu kwa nguvu zetu. Nataka nifanane na Mungu kuanzia leo. Nataka nifanane na Mungu. Hata kwenye makabila ya Israeli watu wanasema kuanzia leo, ibada zote nitakwenda. Ndio, umedhamiria kweli, na hatuwezi kwa nguvu zetu kufanyaje? Hatua ni zipi? Jambo la kwanza, nasema Warumi 12 mstari wa 1 na 2. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, ndio takatifu, ndio kumpendeza Mungu, ndio ibada yetu, ndio ibada yenu yenye maana. Pointi ya kwanza, umesema mstari wa kwanza, mstari wa pili, wala msifuatishe namna dunia hii, ndio, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, ndio mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kuwa watakatifu, ziko hatua kadhaa ambazo zinaweza zikawa siku 4. Hatua 4 ambazo tukizifuata hizi zitatusaidia na sisi kuwa watakatifu kama Bwana alivyokuwa mtakatifu, kama Mungu alivyokuwa mtakatifu. Ile sentensi ya Mungu alizungumza kwa Musa awaambie wa Israeli ni sentensi ambayo inatuhusu sisi. Inapaswa tujitakase. Tutajitakasa vipi? Maana hatuwezi kwa nguvu zetu. Hatua ya kwanza
zetu, kutoa mwili yetu, kutoa nia zetu za ndani, shauku zetu za ndani, kuzitoa kwa Kristo, kuruhusu Roho Mtakatifu atuongoze kabisa. Ndivyo tutaweza kupokea badiliko ndani ya mioyo yetu, na ile habari ya ubinafsi, ile habari ya umimi, ile kituo cha uzima kitaweza kukana, maana Roho wa Mungu ameingia ndani yetu, anatuongoza. Kwa pointi ya kwanza, kujitoa kwa uaminifu, kutoa nia zetu, kutoa mawazo yetu, kutoa mwili wetu, kujitoa kikamilifu kwa Kristo. Tusimzuie chochote Roho wa Bwana, tusimzuie chochote Mungu anapokuhitaji. Anapokuhitaji wewe kwa ajili ya kazi, toa mwili wako kwa ajili ya kazi. Anapokuhitaji wewe kwa ajili ya huduma fulani, kwa ajili ya kushuhudia, toa muda wako kwa ajili ya kushuhudia. Anapohitaji muda wako, toa muda wako. Anapohitaji pesa yako, toa pesa kwa ajili ya Bwana, ili Mungu akatukuzwe kupitia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili point ya pili. Wewe tamani nimesemaje hapo? Kujitoa kikamilifu ni yasa. Bwana Yesu asifiwe. Point ya pili. Dhamiria sasa kuishi kwa kila neno la Mungu. Kila unapopiga hatua, mtu anatafuta utakatifu, anadhamiria, anakuwa na shauku ndani ya moyo wake kwamba kila jambo atakulifanya amelipima kwa neno. Sikiliza, amefika kitabu kile cha Zaburi 119 mstari wa 11, inaeleza moyo wako moyoni mwako nimeweka neno lako lisije kufanya nini? Dhambi. Kulisha mioyo yetu neno, akili zetu, ufahamu wetu. Na niwaambie hivi, kwa bahati mbaya, Bwana Yesu asifiwe, huwa tunabadilika sana kwa kuangalia. Tunasikia sisi wanadamu tunabadilika kwa haraka, polepole, lakini kwa namna ya kipekee, kwa kutazama. Abdanielewa. Kwani watu wa Tanzania sisi tunaweza kuvaa suruali na kagani? Wanawake na mama. Sasa sisi nimepamba moto. Tunaongea kama watu hawajakuona wanawake kuvaa suruali. Ni ambaye kuna tunaona kuvaa suruali. Hivi enzi za ubinti, mama, enzi za ubinti. Ulikuwa unaona hii kitu hapa hivi. Ila kwa kutazama watu wanabadilisha. Abdanielewa. Kwani zamani tunavaa vinguo vya namna hii, ilikuwa ukitembea hivi ndio hata upepo ukija suruali na piga upepo papa, yani ni pana, waita bwanga. Siku hizi vijana sana tunapiga modo. Alafu sasa amekuja na sunguo inaitwa crazy jeans. Yaani ni crazy afu ni jeans. Na mtu anayevaa si jeans ni crazy ama utapata kitu chochote crazy. Ni crazy. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutazama watu tunabadilishwa, na kwa bahati mbaya tumetazama mapicha ya ajabu na yanabadilisha bongo zetu. Tumeruhusu watoto wetu wanatazama mapicha ya ajabu yanabadilisha bongo zao. Utashangaa mtoto mdogo anakuja kuambia jambo la ajabu kwa sababu umeyatazama na anaendelea kujifunza kupitia kutazama. Mtafute Mungu kupitia maandiko. Saidia familia yako imfahamu Mungu kupitia maandiko. Wapime kila jambo kwa neno. Ni kabla hujamjibu mtu, pima ili neno, nikimjibu hivi Mungu atatukuzwa au Mungu atatukana? Je, nikimjibu hivi utakatifu wa Mungu utaonekana kwangu ama hautaonekana? Nikiwaza kwenye mawazo naona kichwani, je, hili wazo nalo ni jema au ni baya? Kama ni baya, mwambie Mungu nisaidie ili lisije tena katika kitu changu. Kwa sababu kuwaza, wala bila semaji. Hivi mtu anaongea kitu tu from nowhere, sio? Bali bila nasema kila mtu anaongea kile kinachojaza nini? Kaya ukaona mtu sema, akinopoka hajui tayari moyoni mwake ndicho kilimeujaza hilo neno. Na ndio tunaambia tutege muda wa kula neno la Mungu. Kwa ibada za nyumbani tule neno la Mungu. Unacho nyumbani na kitaka kuomba usiku. Eti kisha amechoka. Ndio Kristo hata mimi hata beti niazishi. Mimi beti ya kwanza na la mwisho. Unasikia nice kabisa hapo siku hizi. Tile beti la kwanza na la mwisho. Kisa anawahi. Musa anawahi wapi? Alafu baada hebu tu baba tunakushukuru. Unajua leo tumechoka sasa. Tunataka tupumzike. Tuomba kwa pamoja nasi kwa Yesu. Hata hujala neno.
Kaomba kana kutorusha kana yale tu. So maandiko dai hadi za Mungu kupitia maandiko matakatifu. Tadai hadi ya Mungu, lakini huna muda na neno la Mungu. Ulifahamu neno la Mungu. Hujui hadi za Mungu zikoje. Soma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuwe watakatifu ndio msemaji ili Mungu tutakuwa watakatifu ndio watakatifu na mimi ndio mtakatifu. Sasa mwenye neno ametoa maagizo yake. Kama haya tuyaishi, tuyadhihiri kwenye maisha ya kila siku. Watu waone Mungu kupitia sisi. Ndivyo tujiulize tumekwama wapi ili Yesu akusaidie, anisaidie, tutengeneze mahusiano. Ni kweli tulikuwa tumesahau hapa, tumeacha kusoma maandiko matakatifu na kutia moyo rafiki. Kuwa na muda na neno la Mungu, soma neno la Mungu, litafakari, liweke katika matumizi yako maishani. Neno hili la Mungu ni neno ambalo linaweza likabadilisha, neno ambalo linaweza likakuongoa, neno ambalo linaweza kukutia nguvu. Isome katika shida, litakutia nguvu na kufariji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasema tunafanya nini? Au tutafanya mtihani tena leo. Baada tunasema kanisa tutaanza usimamizi. Kulitoa kamilifu. Pointi ya kwanza. Pointi ya pili, kulisha akili zetu neno la Mungu. Lakini jambo la tatu, kuwa mtu wa maombi. Maisha yako yawe wewe ni mtu wa maombi. Jifunike kwenye maombi. Tembea uko unaomba. Kwa barabarani omba, sio kumbe maji. Baba nakutaka mwana gari. Omba popote. Ila kila popote angalia usalama pia wako. Bwana Yesu asifiwe. Sio wale babani Mungu tumetoka mbona mtume baba alafu napita kwenye baba tusaidie. Utakuwa mwana gari. Utakufa kifo cha kizembe. Omba. Kama unaweza kusema sehemu mwambie Mungu naenda safari hii. Mwaka fulani nakumbuka. Marehemu baba yangu alikuwa anatufundisha. Kila tukitakwenda maana katika kanisa likombatana na basikeli. Tukitaka kwenda sio ni kanisani. Basikeli zinapangwa kila mtu na basikeli ziko mbili. Kwa hiyo mimi leo nipande ya baba ama nipande ya kaka. Kwa hiyo tunaenda. Tukao tumekaa kama tunaanza safari baba tuombe. Tunaomba. Akatuzoesha siku moja bwana tukaa kwenye gari. Tukaanza safari ya kujaona. Tunafika katikati sehemu ndio kwanza katikati kuna kipori si nikakumbuka nikamwambia baba tafadhali baba hatujaomba leo. Baba kufunga breki. Ayaomba wewe yesema. Nikamwambia Mungu nakushukuru tunaenda kanisani kwa pamoja nasi kwa kusaidia mambo ya kitoto mwaka 2002 na iko mpaka leo. Tukaomba. Baada ya kuomba tukaenda. Ni desturi kama tunaenda sehemu yoyote omba. Kama unafanya jambo lolote omba. Umeenda shambani omba. Kuwa mtu wa maombi omba, maana adui hajasinzia. Adui anakutafuta kumeze. Jifunike kuwa mtu wa maombi. Jifunike kwenye maombi. Kuliko lile bomu ambalo tumepewa na Mungu la kuwasiliana na mzee wa siku. Ambaye baba tunakuomba safari hii tuepushe na shida zote. Safari hii tuepushe na majanga yote. Tunakuomba Mungu tutie nguvu. Wakati huu tunakuomba Mungu linda familia yangu. Omba kwa ajili ya mtoto wako, acha ubinafsi. Omba kwa ajili ya mume wako. Omba kwa ajili ya mke wako. Kuna watu kazi yao eti kisa mume hajaleta kimshahara kimekuja kidogo. Yaani mimi hata ndio pesa yako na natia mimi. Sikiliza. Sio ni hapa. Jambo la kubwa la kufanya wewe mama. Pia God mwambie Mungu ongeza mshahara wa mzee wangu. Mume wangu. Ongeza mshahara. Pesa ziongezeke kwenye mfuko ya baba mwenye nyumba. Zije hapa nyumbani. Omba. Ndio kuna shida mawasiliano kati yako na mumeo na mkeo. Omba, mwambie Mungu, naomba tusaidie tuwe na mawasiliano mazuri. Omba. Acha kukimbilia kwa watu. Watakutangaza kule, waone wale. Usione umeshikana mikono hivi. Huko ndani hawaelewani. Wanadamu ndivyo walivyo. Mimi sema ndio mimi mwanadamu. Ndivyo tulivyo wanadamu. Mungu akusaidie. Yuko Yesu amtambia omba, ombeni nani mtapewa. Nitafute nani mtaniona. Yesu anasema hivi, niite nami nitakutikia. Yesu anasema niite, omba. Tunaye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwa nini nakimbia kwa watu? Nampelekea malaika tena. Yuko Mungu. Na Mungu wa mchungaji Mungu wako. Omba. Pata kanga tutasimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Sasa angalia. Hata kunaenda mjao kwa sababu hata hajaomba. Kama unaongea mambo kwa
Umeomba? Ndio. Asante Mungu kwa jasiri. Yaani unapoenda sokoni ndipo unaenda kanisani. Ungekuwa unataka mpira kama unapoenda mpira ndipo unaenda kanisani. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kama nimesema, maana ndio mtendo wangu unafanyika. Kulitoa katika nia. Pointi ya pili. Kushakiri neno la Mungu. Pointi ya tatu. Omba. Kuwa mtu wa maombi. Kuwa mtu wa maombi wa kila jambo. Mathayo 26:41 anasema, tunapaswa kuwasiliana na Mungu unapaswa kuwasiliana na Mungu kwa namna yote, kufikiria kuwa yeye pekee yake ndiye msaada na mweza na ngome na kimbilio pekee. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4. Dhamiria toka moyoni kudhihirisha tunda na uweze kudhihirisha tunda la Roho pasipo kumwalika huyo Roho ndani ya moyo wako. Wewe wito mwingine ni huu, ili tuweze kuwa watakatifu, mwalike Roho Mtakatifu aingie ndani ya moyo wako, uweze kutega sikio, umsikie anapokushauri, anapokuelekeza, anapokuambia namna gani inavyokupasa kuenenda, ili mguu wako usije ukaharifu sheria ya Bwana, ili tabia yako ionyeshe kweli wewe ni mtu tofauti na ulimwengu huu, ili hatimaye Mungu akatukuzwe kupitia maisha yako, ili Mungu akaonekane kupitia maisha yako. Ili Roho Mtakatifu akasema, nimepata maskani ya kukaa kwa mtu fulani, kwa Azizi ama kwa mama fulani ama kwa baba fulani, ili Mungu akatukuzwe kupitia tabia yako. Maana Roho Mtakatifu ndiye aweza kubadilisha tabia. Roho Mtakatifu ndiye aweza kutuchunga vema. Roho Mtakatifu ndiye aweza kutuongoza vyema. Kwa nini tusimwalike yeye sasa? Ulikuwa unatembeaje maisha yako sasa hivi? Uko nyuma. Ulikuwa unaenda tu sawa. Kuna mambo anaenda sikiliza. Pasipo uwezo kujazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu, tutaanguka. Mungu akusaidie. Tumruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani, ili matunda ya Roho yakadhihirishwe, uvumilivu ukadhihirishwe, upendo ukaonekane, tunda la Roho likaonekane hadi kiasi, ili Kristo akatukuzwe kupitia. Amen. Na ndipo sasa anasema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo. Kwa nani? Tuangalie Mareni Church anasemaje hapa, tumalize mambo machache. Mareni Church kitabu kile cha ukurasa ule wa 57 anasema, hatua kwa Kristo anasema, tabia haitengenezwi na matendo ya hapa na pale. Anaulia, tabia haitengenezwi na matendo ya hapa na pale ya wema au makosa, bali na mwelekeo endelevu wa maneno na matendo yetu. Kama tunataka kufanana na Mwokozi wetu, ni lazima tujifunze tabia yake, tujitenge na ubinafsi na kumruhusu Roho Mtakatifu atutawale. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ameleta anapigia msumari hapa, anasema kama tunataka tuwe watakatifu kama Mungu alipozungumza na Musa kwamba mtakuwa watakatifu kama yeye Mungu alikuwa mtakatifu, kama tunataka watakatifu, hatuwezi kwa nguvu zetu, bali tunapaswa kujitenga kwanza na ubinafsi na kumruhusu Roho wa Mungu aingie ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hajaelewa? Ndio mfano mwingine. Anasema hivi, Kristo anasubiri kwa hamu kubwa kuona tabia yake ikidhihirika ndani ya kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tabia ya Kristo inapofanywa upya, wakati tabia ya Kristo itakapofanywa upya kikamilifu ndani ya watu wake, ndipo atakapokuja kuwadai kama mali yake. Ili niweze kuwa mali ya Kristo, jambo kubwa la muhimu hii nikubali kutafuta tabia ya Kristo iwe ni tabia yangu. Nikukubali kwa nia yangu peke yangu. Mimi kama baba nitafute nia ya Kristo, nitafute tabia ya Kristo,
nitafute kile ambacho Kristo anatamani watoto wako wakifanye, nikifanye. Hapa ndipo Yesu anakuja anasema, huyu ni mali yangu. Sitakuwa mali ya Kristo wakati sio mtakatifu. Na ndio maana tunakumbushwa kwamba tunapaswa kuwa watakatifu kama yeye Bwana alivyokuwa mtakatifu. Na inawezekana katika yeye anatutia nguvu ambaye ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nakuuliza rafiki, wewe umefanana na nani? Umefanana na nani? Maana tunakwambia namna kufanana na Mungu. Matendo yako ukiangalia, ukitathmini binafsi, unafanana na nani? Kama bado unafanya matendo yale ya giza, dhambi bado inatajwa kwako, elewa bado hujafanana na Mungu. Unakuwa kama Biblia inasema, nini wa baba yenu Ibilisi. Kwa sababu yeye alikuwa Mungu tangu wapi? Anayefanya dhambi, yeye anakuwa si mfano wa Kristo. Yuko kule kwa yule mzee wa haki. Lakini Mungu atukumbusha leo kwa maana tutengeneze mahusiano yetu na Mungu ili huo uchafu uondoke. Yesu akatubadilishe kupitia Roho wake Mtakatifu ili utakatifu ukaonekane ndani ya maisha yetu. Si kwa kujionyesha, bali Kristo akatukuzwe kwa tabia, kwa mwenendo, kwa kila jambo, ili Kristo akaonekane kupitia maisha yako na maisha yangu. Na hili linawezekana. Linawezekana kwa sababu aweza kubadilisha. Yuko tayari kutubadilisha. Aliwaambia Wanaisraeli, mtakuwa. Neno mta sio mme. Mtakuwa watakatifu. Maana yake nini? Utakapoamua kubadilisha mfumo wako wa maisha, utakapoamua kutengeneza mahusiano yako na Mungu, ndipo na utakuwa mtakatifu. Angalia sehemu gani ambapo umeyumba kiroho. Ibada unazijali? Umekuwa ni mtu wa maombi? Jitathmini. Nyumbani ibada zafanyika? Kipaumbele chako ni kipi? Ni Mungu ama ni mambo yako binafsi? Mambo gani yanazuia hali yako ya kiroho? Hatimaye upige hatua kiroho, unarudi nyuma kiroho. Ulikuwa unawahi vizuri shule ya Sabato, uwahi tena. Ni mambo gani hayo? Afisa sabi. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Tengeneza mahusiano yako na yeye ili akusaidie uweze kuwa mtakatifu. Kama unatamani Yesu akusaidie, utengeneze mahusiano yako na Kristo, basi unaweza kuungana nami katika kusimama. Kama ndiye Mungu atusaidie, atuwezeshe. Tuko tayari kuacha dhambi zote ili njia zetu zifanane na njia za Bwana. Kama unatamani, unaweza kusimama pia. Yesu anasema wewe